Wasifiwe. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumepata tena kibali cha kusimama kwenye madhabahu hii AVC. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu tumevuka mwaka wa 2025, tumeuvuka vizuri, tumeingia kwa 2026. Nimesema kwa Kiingereza, yani msishangae kwa sababu sasa hivi niko Kenya, Eldoret. Ndio kwa maana mnasikia Kiingereza kinaingia kidogo kidogo. Tunashukuru Mungu amekuwa pamoja nasi kwenye mizunguko yote. Kwa wale wageni ambao wameingia siku ya leo, kwa majina ninaitwa Evangelist Missionary Mapendo Anne-Marie Sadiki. Hayo ndiyo majina yangu. Tumekuwa na wito wa kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Tumefanya miaka 19 pamoja na mume wangu, tukitembea huko na huko, tukihubiri injili ya kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu anaendelea na kutuwezesha. Anatuwezesha. Tunaenda huko na huko misituni, tunaenda mijini, tunaenda mahali mbalimbali kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Katika wito wetu, Mungu ametuita akatuambia anatuhitaji masaa 24 kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Kwa sababu Bwana Yesu alipokuwa anataka kupaa mbinguni, aliwaambia wa mitume kwamba amekwenda kutuandalia makao, atarudi kutuchukua. Na sasa makao ambayo anaenda kutuandalia tayari yamekuwa tayari. Ndio kwa maana alituambia haraka sana muandae bibi harusi wao. Katika kuandaa bibi harusi wa Kristo tunakemea dhambi, kwa sababu dhambi ndizo zitatuma watu wengi hawatasikia parapanda. Mungu atusaidie sana. Basi na kwa siku hizi tuko kuna watu ambao wanaitwa Wambuti. Huku Kenya na Tanzania nimesikia wanawaita Mbirikimu. Ni watu ambao wamezalaulika sana. Lakini sisi Mungu ametuambia hivi, nimewaagiza mtoto wangu Yesu Kristo awafie watu wote. Na wale Wambuti nao ni miongoni mwa bibi harusi. Ninahitaji muwafate kule maporini, muambie habari njema waokoke, kwa sababu na wao pia ninahitaji bibi harusi katikati yao. Basi kwa hizi siku tunaingia maporini kule Burundi, tunaingia kule maporini kule misituni, tunaenda kuwatafuta wale Wambuti ili tuwataje habari njema ya wokovu. Na sasa hivi kabisa tumeshapata wengi. Tunakuwa na kanisa 2 za Wambuti, wengine tunaowahubiri wanaingia katika makanisa mengine, lakini kabisa tunakuwa na idadi ya watu ya Wambuti walio wengi ambao wanampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunashukuru Mungu sana kwa ile. Basi bila kukawia tunaenda kujifunza. Topiki yetu ya siku ya leo inasema kuondoa nadhiri. Kuondoa nadhiri. Unaweza ukauliza, unasema Evangelist Mapendo, nadhiri ni nini? Nadhiri ni sadaka ya hiari, ni tamko ya hiari, kutoa ahadi kwa Mungu au kwa mtu. Ni kuahidi kufanya jambo fulani kwa Mungu au kwa mtu kwa siku zijazo. Ni sadaka ya hiari kama jinsi nilivyosema. Sadaka ya hiari anayoitoa mwamini kwa kutamka kwa kinywa. Unaweza kusema Mungu akinifanyia hiki, nitamfanyia hiki. Mimi nitamjengea Mungu kanisa. Mimi nitanunua vyombo. Mimi nitafanyia Mungu hiki. Mungu, ukinisaidia hivi, na mimi nitakufanyia hiki. Hiyo ndiyo nadhiri. Hiyo ndiyo nadhiri. Mungu atusaidie sana. Tunaenda kusoma kwa sababu tunaongozwa na maandiko. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura
ya 23, tuanzie hapo 21. Kumbukumbu la Torati 23 na 21. Acha tusome. Utakapoweka nadhiri kwa Mungu, utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, halitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyowekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari uliyoiahidi kwa kinywa chako. Mungu atusaidie sana. Nimekwambia kwamba topic yetu ya siku ya leo ni kuondoa nadhiri. Kuna watu wengi sana wameweka nadhiri. Kuna watu wengi wamesema, Mungu ukinifanyia hiki nitakufanyia hiki. Mungu nisaidie, utakaponisaidia na mimi nitafanya hiki. Kuna mwingine amesema, Mungu ukinitoa mahali hapa nitakutumikia. Mungu ukinifanyia hiki na mimi nitakufanyia hiki. Yaani nadhiri yaani mwenyewe unatamka kwa kinywa chako. Unapotamka kwa kinywa chako, malaika anaandika, anasema, kwa mfano anasema, Mama Mapendo ametoa hii nadhiri kama atamfanyia Mungu hiki na hiki, malaika anaandika. Sasa wakati unapotoa nadhiri, usikawie kuitimiza. Biblia inatuambia hivi, kama ukikawia kuitimiza, Bwana Mungu wako atakudai. Bwana Mungu wako atakudai. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi. Kama umeweka nadhiri, sharti uitimize. Kama uitimize na kuwa dhambi kwako. Watu wengi wameweka manadhiri lakini hawatimize. Mungu iko anadai. Amenituma nikwambie hivi, ondoa nadhiri. Kwa sababu kama utimiza nadhiri, Biblia inatuambia ni dhambi, na mbinguni wenye dhambi hawataingia. Ondoa nadhiri. Ondoa nadhiri uliyoiweka kwa Bwana Mungu wako. Biblia imetuambia hivi, yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyowekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari uliyoiahidi kwa kinywa chako mwenyewe. Hakuna mtu ambaye alikukamata kwenye shingo. Hakuna mtu ambaye alikuambia weke hiyo nadhiri. Ni wewe peke yako. Ondoa nadhiri. Usipoondoa hiyo nadhiri, mbele ya Mungu ni dhambi, na Mungu atakudai. Na mbinguni huwezi ukaingia, kwa sababu mwenye dhambi hawataingia mbinguni. Ndio kwa maana nimekuja kukukumbusha mpenzi, siku ya leo uiondoe nadhiri. Hata tunaendelea, tutasoma katika kitabu cha Mhubiri. Tunasoma Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 4. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4. Tunaendelea kusema kwa ajili ya nadhiri. Mungu atusaidie sana. Wewe ambaye umetoa nadhiri, ujikaze uiondoe, kwa sababu Mungu hatakosa kukudai. Tusome Mithali sura 5 mstari wa 4. Nasema hivi, wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiwa. Kwa nini Mungu akukasirikia akashirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Mungu atusaidie sana wapendwa. Neno la Mungu hapa linasema hivi, wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Kumbuka kwamba topiki yetu ya leo ni kuondoa nadhiri.
Biblia imetuambia hivi, ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa. Asema kwa kuwa yeye hafurahia wapumbavu. Mtu yeyote ambaye haondoi nadhiri mbele ya Mungu ni mpumbavu. Mungu atusaidie sana tuondoe nadhiri. Kuna kwa aina mbili ya kuweka nadhiri. Aina ya kwanza ni kumwekea Mungu nadhiri, kama jinsi tunavyosoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 12. Hatutasoma kwa sababu hizi ni habari tunazozijua za huyu mama Ana. Huyu mama Ana, Mungu alikuwa alifunga tumbo, alikuwa hazai, lakini alikuwa na shida. Alikuwa na shida na mke mwenzake ambaye anaitwa Penina. Alimtatiza sana. Siku moja akaenda hekaluni, akaenda kuomba, akaweka nadhiri, akasema, Mungu, utakaponipatia mtoto mwanaume nitamtoa. Ile ilikuwa ni nadhiri ambayo Ana alikuwa ameiweka mbele ya Mungu wake. Sasa kuna watu wengi sana katika maombi wanaomba, wanasema, Mungu, ukiniondolea haya magonjwa nitakutolea hiki, ukiniondolea haya magonjwa nitakupa hiki, nitafanya hiki, nitajitoa hiki. Anaweka nadhiri kama jinsi huyu mama Ana alivyoweka nadhiri. Tumesema kuna aina mbili ya nadhiri: nadhiri ya kumwekea Mungu na nadhiri ya mwanadamu. Nasema hivi, mimi nitamfanyia fulani hiki. Unaweza kusema nitamjengea mama, nitamjengea mchungaji, nitamfanyia hiki. Ile ni nadhiri unayoiweka. Na kuna nadhiri nyingine zaidi, wa mama huwa wanaweka hiyo nadhiri. Anakuwa na katoto kanamfuata, mama nikuje. Mama anamwambia, mwanangu rudi, nitakuletea pipi, nitakuletea andazi. Ile ni nadhiri unaweka kwa mtoto wako. Malaika anaandika. Mama kama mzazi unayeweka nadhiri ya kuletea ndizi ama biskuti ama pipi, unasema mwanangu rudi nitakuletea, lakini ukirudi hawakuletei, tayari ujue kwamba umekwisha kuroga yule mtoto. Yule mtoto atakomwana, jua kwamba mama pamoja na kuwa anadai kuwa ni Mkristo, mama ni mwongo, akiahidi hatimize. Ile ni nadhiri, kwa sababu unapoambia mtoto nitakununulia nguo, nitakununulia viatu, nitakuletea kina usimuletee, ujue malaika ameandika. Mungu atusaidie sana. Ukitimiza nadhiri, Mungu anafurahia. Kuna kuwaka baraka na laana. Kuna baraka katika kutimiza nadhiri. Huyu mama Ana alipomtoa huyu mtoto Samueli, Mungu alifungua tumbo lake, akampa watoto wengine 5. Hiyo ni baraka ya kutimiza nadhiri. Watu wengi sana wamefungwa, watu wengi hawajibiliwi tena maombi. Kwa sababu gani? Hawatimizi nadhiri. Mungu anawadai, anawatafuta watimize, lakini hawatimizi. Mungu anatafuta uiondoe nadhiri ambayo wewe mwenyewe uliiweka kwa kinywa chako. Mungu atusaidie sana, atusaidie. Kuna kuwa laana ya kutotimiza nadhiri. Tukikumbuka habari za Anania na Safira, walikuwa wameweka nadhiri lakini hawakutimiza, wakawa wamekufa. Watu wengi wamekufa kiroho, kwa sababu ya kutotimiza nadhiri. Wamekufa kiroho, mambo yao hayaendeki, hawatimizi nadhiri. Nimekuja siku ya leo mpendwa, nikukumbushe ondoa nadhiri uliyoweka. Kuna watu wengine wanasema wamelogwa, wanajitamama hata siku moja, ni kwa sababu hukutimiza nadhiri. Wewe unataka kutimiza nadhiri uliyoweka mbele ya Mungu. Unamwambia Mungu nitakutumikia, lakini wewe umelegea, haunamtumikia Mungu. Ile ni nadhiri uliyoweka, na kama ukiondoa, Mungu atakusaidia kuwa ni dhambi. Mungu atusaidie sana. Katika Biblia tuliona watu ambao wanaenda wanatimiza nadhiri, kama mtumishi wa Mungu Yefta alisema, Mungu kinisaidia nikipigana vita na adui zangu nikishinda, nitakutolea mwana. Akatimiza. Mungu alimsaidia akapigana vita na adui, akashinda vita, akatimiza nadhiri. Mungu atusaidie sana. Mungu akupe kuondoa nadhiri ambayo
uliyoiweka.